Asante sana. Tafadhali tuketi. Kongwe. Kiongozi wetu wa kanisa, askofu wetu na wachungaji, ndugu viongozi wote wenzangu, pamoja na waumini wa hapa Koiwo AIC, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Chamge. Hebu nisalimie hewani. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi. Leo tumefika katika kaunti hii ya Bomet, mji huu wa Koiwo, kwa ibada hii ya Jumapili ya mwisho ya mwaka wa 2024. Nataka niseme asante sana kwa kutupokea, kutukaribisha hapa. Kama vile mjumbe wenu alisema, tuliongea na yeye hapo nyuma na alikuwa ameniuliza kwamba tukuje katika ibada, na jana jioni nikamwambia ya kwamba niko tayari kwa ibada ya siku ya kesho. Akaanza kuniambia uje utesi mwaiwe kwa sababu alikuwa anaogopa kwamba pengine watu wakakuwa wachache, lakini nilimwambia Biblia inatuambia quorum ya kanisa ni watu ngapi? Makalebu wait aing anangota basi. Nikauliza si quorum ya Koiwo itapatikana? So nimeshukuru sana na nimefurahi sana kufika hapa Koiwo kwa mara nyingine tena. Asanteni sana kwa vile mnatukumbuka kila wakati. Nataka niwashukuru tena kwa sababu ya maombi yenu kwa ajili yetu, na zaidi kwa ajili yangu. Mimi nasema asante sana. Wakati niko hapa karibu na nyinyi kidogo, wakati nilifikiria ni vile nitaenda kanisa, pengine mambo yale imesemekana hapa na kiongozi wa kanisa hii kwamba kuna mama anaitwa Helen. Nafikiri huyu Helen ndiye alipanga nikakuja hapa kwa maombi, si ndio? Akatimiza ile tulikuwa tumepanga na mjumbe wenu. So mama Helen, asante sana. Ile maombi ulikuwa unaomba nifike kanisani, kwa maaneni nafika. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu ya vile mnavyofanya kazi ya Mungu katika sehemu hii. Tumeelezwa kwa kirefu kazi mzuri mnayofanya kujenga hii kanisa. Naambiwa kuna kanisa ya Deliverance hapa, kuna kanisa ya AGC, kuna ingine na kuna zingine ambazo ziko karibu. Kuna wale wametuimbia na tumefurahi sana. Na pongezi kwa kutekeleza neno la Mungu. Mnajua Wagalatia 6 mstari wa 9 na 10 inasema msichoke kutenda mema, kwa sababu pale nyuma kutakuwa na mshahara na Mungu mwenyewe atawalipa. So pongezi sana kwa kufanya kazi hii ya muhimu. Askofu ametuhubiria neno la Mungu katika ibada hii ya mwisho, na akatuambia katika ibada ya Jumapili ya mwisho mwaka huu tukumbuke yale Mungu ametufanyia, na ni mengi Mungu ametufanyia, na tumshukuru Mungu. Mbali na changamoto, tumepata baraka nyingi kama taifa, na mimi nafurahi sana kwamba tulianza mwaka huu tukiwa mipango yetu mingi haikuwa imeshika kasi, lakini leo mimi nafurahi ya kwamba tukisimama hapa Bomet, ile mpango tulikuwa nayo ya mambo ya masoko, sasa masoko 200 Kenya inajengwa, ikiwemo yenu ya Koiwo hapa. Tunamshukuru Mungu. Manyumba ambayo katika program yetu ya housing, saa hizi nyumba 1140 inaendelea
ikiwemo ya Bomet iko ndani yake. Na mimi nataka niwahakikishie tumepata soko hapa, tumepata shamba hapa Mogogosiek, tumepata Sotik, tumepata sehemu zingine, hizo pia tutaianzisha mwaka ujao. Tulikuwa na mpango ya vile ya kuzalisha chakula na kuendesha kilimo katika taifa letu la Kenya. Tunamshukuru Mungu, mwaka huu wa 2024 tulipata nyongeza ya mazao yetu pande zote. Mahindi ile tulikuwa tunaagiza, hatujaagiza mwaka huu kwa sababu Mungu ametubariki, wakulima wamezalisha mahindi ya kutosha. Ile miwa sukari tulikuwa tunaagiza mwaka huu, Mungu ametubarikia, tumezalisha sukari ya kutosha, hatujaagiza tena mwaka huu. Mazao yetu ya kahawa, mazao yetu ya chai imeongezeka. T-board, mtu ya T-board ako hapa atawaeleza mambo ya chai. Kwa mfano, mwaka uliopita tulipata 180 billion, lakini mwaka huu imefika 210 billion pesa ambayo tumepata kwa mambo ya chai. Tumeuza mazao yetu ya dairy katika nchi za nje kiwango kikubwa kuliko mwaka uliopita. So we have seen God's hand and blessing this year, and that is why on this last Sunday of 2024 we want to be grateful to God for what he has done for us as a nation. Pale mwaka huu tulikuwa hatujaanzisha mpango yetu ya afya kwa wananchi wote. Hiyo inaitwa Universal Health Coverage ama Taifa Care. Leo tuko na shuhuda nyingi pande zote za Kenya kwamba hiyo mpango sasa inashughulikia kila mtu, wale wako na ajira na wale hawana ajira, wale wako na uwezo na wale hawana uwezo. Na mimi nawauliza katika ibada hii ya mwisho, mjue mbali na watu wazima, pia tunataka kuwajumuisha watoto wetu wote katika bima ya afya, ili watoto wetu tuwalinde na tuweze kuwapatia mambo ya mahitaji yao ya afya. Na ndio nawauliza wazazi wote, tukienda kufungua mwaka tarehe 6 watoto wakiripoti shuleni, kila mzazi hakikisha mtoto wako amesajiliwa, ili tuhakikisha kwamba huyo mtoto tunampangia mambo yake ya afya, because we want to involve all society, all our children, na kila mmoja wetu. Hiyo ni kati ya baraka Mungu ametujalia mwaka huu. Tulianza tukiwa pande tofauti tofauti. Saa hizi tunafunga mwaka tukiwa katika broad based government. Tumeleta Wakenya wengi pamoja tuweze kushughulikia mahitaji ya taifa letu, uongozi wa taifa letu, maendeleo ya taifa letu mbele pamoja kama wananchi wa taifa moja. And so God has truly been faithful and has blessed us as a people and as a nation. Na kama kiongozi wa taifa hii namshukuru Mungu kwamba ametufikisha hapa. Mbali na changamoto nyingi, tumefika hapa tukiwa na umoja, tukiwa na baraka, mipango yetu ikiwa inasonga mbele, ile ya stima ikiwa inasonga mbele, zetu za barabara sasa tumeipangia vizuri. Na washukuru mmenipatia huyu muungwana Davis Chirchir, ni mtu anajua kupanga maneno. Sasa hiyo kazi itatembea kama risasi. Sawa sawa. So watu wa Bomet, mimi nimefurahi sana kuwa hapa na pia kumshukuru Mungu katika kazi hii yote. Mimi nawauliza sisi wote kama wananchi wa taifa la Kenya, wazazi, viongozi wa dini, maaskofu hawa, sisi viongozi wa siasa, tujue ya kwamba tuko na sehemu ya kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Hatuna nafasi ya kulaumiana. Hatuna nafasi ya kunyosheana vidole za lawama. Tuungane
ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Haya mambo yote tunayopanga, masomo ya watoto wetu, kupanga vile watapata ajira, kama ni kwa housing, kama ni kwa digital jobs, kama ni kwa migration, hiyo kazi yote tunafanya ni kwa sababu watoto wa Kenya ni baraka kwetu. Hawa vijana wote ambao tuko nao ni baraka Mungu ametupatia, na ni jukumu letu, wazazi, viongozi wa dini, sisi viongozi wa serikali, tufanye kazi kwa pamoja ndio tuweze kuwafanyia hawa watoto wetu, the next generation of Kenyans, so that we can mind about them. Tuweze kuwashughulikia, tuwasomeshe, tuwafanyie mentorship, tuwafanyie guidance, tuwaombee ndio waweze kufaulu katika maisha yao, na tuwashughulikie ndio wasiingie katika mitego ambayo inawapeleka mahali ambapo inahatarisha maisha yao. Watoto wetu wasiingie katika madawa, watoto wetu wasiingie katika drug abuse, wasiingie katika mienendo ambayo inawaweka katika mahali pa hatari na wapeleka mpaka inafika huko kwa femicide. Tunataka kuhakikisha ya kwamba we look after our children, the blessing that God has given to us, the next generation of our nation, so that they can have a future that we can all guarantee, and a future that makes meaning to them and to us as a nation. Kwa hivyo tutafanya kazi hivyo, sisi kama serikali tutafanya sehemu yetu, viongozi wa kanisa wafanye sehemu yao, wazazi pia wafanye sehemu yao, ndio tuweze kufaulu tukiwa pamoja. So watu wa hapa Konoin, mimi nimefurahi sana kufika hapa, nasema asante. Huyu Brighton anasema bado iko mkutano ingine huko nje, sijui ni kanisa gani hiyo iko nje. Ni kanisa yataka Tangolini. Nimesikia hawa viongozi wakisimamishwa hapa, nimesikia wale watu wa kupiga mbinja wako kanisani. Sasa nilikuwa nashangaa, kapi chujamkongete in komiolin ko lalimat ko kami kanisa kora. Wako pande hii pia. Ama ndio wale. Si ndio? Si wale wa kanisa ndio wale wanapiga kura pia. Kwa sasa naona iko sawa sawa. So asante sana. Mimi nataka chairman hapa ametusomea finance bill ya kanisa hii. Mumeona vile finance bill inakaa? Ametuambia hii inatakikana, hii inatakikana, hii inatakikana, total yake imefika hapa. Kumbe hata nyinyi hapa kanisani mko na finance bill. Sasa mbona wengine wananipigia kelele za ile mimi natengeneza ya Kenya? Kwa sababu msipotengeneza finance bill ya kanisa hii itajengwa kweli? Si lazima iwekwe kwa mpango. So hiyo finance bill nani ametusomea? Tutaangalia vile tutaishughulikia. Sasa huyo mtu chairman anataka tutoe ushuru ya kujenga kanisa hii, ndio? So na unajua Biblia inasema ya Kaisari mpatie Kaisari, lakini ya Mungu mpatie Mungu. So ile ya Mungu lazima tutoe kwa finance bill, huyo mtu amesema, ndio huyo chairman amesema. So tutashirikiana, nimesikia vizuri vile mmesema. Kabi maninge nileke ateja kene kanisa seksien melengele kabi mana gerale kiotia pongezi. Kasi nekangetinyu ayo nget kidogo, lakini kotepsa kunok atinye million somokinyu o sukumane kasi. Ngoma chokwa man kidogo eng tayo o sirwa message. Unota yo kwa man kidogo eng tayo. And then kakaskele mi kaniset nebo AGC
kosoyo kwa 1 million akaniset nebo Deliverance. Ko Jumapili ninyone ayo kwa 1 million kora. Ak nikakoyacha nekile Emmanuel mongen ale mino Emmanuel ni. Mimo kokosiek kokalia sonda deni ako motinye deni. Lakini mukawumwa sayo kwa kora 1 million. Akanyun kemwane anyun kanisosiek chun tugul chun situn otaja is kokeny anan ne. Maunote sanyo kokeny. Akile mine kele kipsimoti kora. Akas. Ak chun konget. Otherwise amakwa kita katul ne mie kongoi mising amu kaotaje chen kanisani. Amakwa Happy New Year. Nawatakia baraka ya mwaka mpya. Mungu awajalie, Mungu awatendee wema, Mungu awajibu maombi yenu yote, ndio hii taifa letu la Kenya tuende mbele tukiwa pamoja. Na washukuru viongozi hawa wote. Mjumbe wenu Brighton, namshukuru sana kwa kutukaribisha hapa. Mama wetu wa county, alikuwa anaitwa Toto, sasa amekuwa Mama Toto. Pongezi. Senator wenu hapa, Bwana Sigei, namshukuru, na gavana wetu, pamoja na wabunge wale wengine wote wa Bomet. Pamoja wale kongoi missing kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nasikia mko na ibada ingine huko kwa soko, tutaenda tusikie maneno yenu huko. So otherwise asante sana, baraka nyingi. Mkirudi nyumbani msalimie watoto wenu, peleke salamu nyingi za baraka kwa watoto wenu, na mimi nataka tu niwahakikishie muniombe nizidi kuunganisha taifa letu la Kenya. Hiyo ndio kazi nimejitolea kufanya, kuunganisha Kenya na kupanga vile Kenya itabadilika kwa mipango na miradi ya maendeleo. Hiyo nitafanya na bidii na kujitolea. Tujenge barabara, tuunganishe stima, tuhakikishe universal health coverage imefaulu. Vijana wetu tumewapangia ajira, kama ni ya housing, kama ni ya industrialization, kama ni ile ingine ya export of labor na zile zingine zote, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Because I am determined to change this nation. Na hii nchi kwa mapenzi ya Mungu tutaibadilisha tukiwa pamoja. So asanteni sana, Mungu awabariki. Tula katika ura aweke wen. Kongoi, Mungu awabariki.